Kulikuwa na msemo mmoja maarufu miongoni mwa wakazi wa mkoa wa Kagera uliokuwa ukisema safari huanza kwa hatua moja, lakini ukweli ni kwamba hakuna anayejua kwamba safari itaishia wapi. Wakati huo hakuna aliyefikiria kwamba maneno hayo yangekuja kuwa ukweli mchungu kwa watu waliokuwa wakijiandaa kusafiri kuelekea Dar es Salaam. Ilikuwa ni siku ya Jumatano majira ya saa 11 jioni katika wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Jua lilikuwa limeanza kuzama taratibu nyuma ya milima iliyokuwa imezunguka wilaya hiyo. Anga lilikuwa limepakwa rangi ya machungwa iliyochanganyika na wekundu hafifu, huku upepo mwanana ukipuliza harufu ya udongo uliokuwa umeroana kwa mvua iliyokuwa imenyesha mchana kutwa. Katika stendi kuu ya Karagwe maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Mtu ambaye asingejua kesho ingetokea kitu gani angeweza kudhani kwamba hii ilikuwa ni siku nyingine ya kawaida kabisa. Kila kona kulikuwa na pirika. Wauza maandazi walikuwa wakipaza sauti zao huku na huku. Mandazi ya moto, mandazi ya moto, mandazi ya moto. Na chai ya rangi ipo pia. Chai ya rangi ipo. Pembeni yao kulikuwa na mama aliyekuwa anauza miogo ya kuchemsha. Njoo mwanangu, safiri na njaa jamani, njoo mwanangu ule miogo. Jamani miogo ipo mizuri tu. Kidogo mbele yake kijana mmoja aliyekuwa amebeba ndoo ya karanga alikuwa akizungumza. Karanga za kukanga jamani 1100 karanga za kukanga, karanga. Abiria walikuwa wakicheka, wengine pia walikuwa wanakunywa soda, wengine walikuwa wanapiga picha. Hakuna aliyekuwa na haraka kwa sababu basi lao lingeondoka kesho majira ya saa 11 alfajiri kuelekea Dar es Salaam, Tanzania. Pembeni kidogo ya stendi ilisimama basi jipya aina ya Zonton lenye rangi nyeupe na bluu na mistari ya dhahabu. Mbele yake kulikuwa kumeandikwa kwa herufi kubwa kabisa maandishi yaliyokuwa yakisomeka Kagera Royal Coach. Chini yake kulikuwa na kauli mbiu ilikuwa ikisomeka pia safari salama, safari ya kifalme. Basi hilo msikilizaji, lilikuwa limeoshwa kiasi kwamba taa zake zilikuwa zikimetameta kwa mwanga wa jioni. Dereva wake alikuwa amesimama pembeni akiwa anazungumza na kondakta huku akicheka. Leo tukilala mapema, yani kesho tutapiga safari safi kabisa. Kondakta akajibu kwa kicheka. Yani abiria wadau wanakuwa na visa kweli na lazima safari ichangamke kabisa. Wakati huo msikilizaji, ndani ya ofisi ya tiketi kulikuwa na foleni kubwa kweli. Kaka, nataka sita dirishani ese. Ndio bado zipo. Angalia mbele kidogo, yani sio katikati, mbele kidogo. Sawa. Na mizigo? Begi moja itakuwa bure. Mzee mmoja aliyekuwa amevaa koti kubwa msikilizaji akaingia ofisini akiwa kabeberia mfuko wa plastiki. Akazungumza, mimi nataka siti ambayo haina kutikiswa kabisa. Mhudumu akashangaa msikilizaji. Mzee basi bado alianza kutembea. Watu wote waliokuwa mle ndani msikilizaji wakaanza kucheka kwa nguvu. Mzee naye akacheka na kuzungumza, basi kama ndivyo niweke maeneo katikati basi rafiki yangu. Mgongo wangu umekwishaanza kutangaza mgomo aisee. Na hapo ndipo kicheko kilipotawala zaidi katika ofisi ile nzima msikilizaji. Wabeba mizigo walikuwa wameanza kazi yao. Kila aliyefika na gunia, box au begi alikuwa akipokea stakabadhi ya mizigo. Kaka, hii box lina mayai aisee, usiliweke chini. Sawa mama. We kaka wewe, hilo gunia lina ndizi hilo. Sawa mama, hakuna shida. Kaka, hii ni TV usiangushe bana. Mama, mbona nifuata kila hatua namna hii? Ukivunja hii TV utanunua nyingine. Wale wako karibu wakaanza kucheka kweli. Mmoja wa mizigo alikuwa ni kijana mmoja mwenye utani mwingi aliyekuwa anaitwa Joti. Alikuwa anafanya kazi kwa kuwasimulia watu. Alipomwona mama mmoja amebeba sufuria kubwa akazungumza, mama, hii sufuria unaipeleka da kufungua hoteli au kuna lingine? Mama akajibu kwa tabasamu, wewe usijari, ukija da nitakupa wali bure kabisa. Joti hapo akapiga makofi akionekana kufurahi kabisa. Basi na mimi nakata tiketi leo kabisa. Na hapo ndipo kila mtu alipocheka msikilizaji. Hakukuwa na mtu aliyekuwa na huzuni hata kidogo. Hakukuwa na mtu aliyekuwa na hofu kabisa. Wakati huo msikilizaji, redio ndogo ilikuwa kwenye kibanda cha chai ilianza kusoma habari za jioni. Mtangazaji alikuwa anazungumza kwa sauti tulivu kweli. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusu kutoroka kwa dereva wa lori aliyefahamika kwa jina la Musa Mwakalinga. Mpaka sasa hakuna taarifa kuhusu mahali alipo. Habari hiyo msikilizaji iliwafanya baadhi ya watu wageuze vichwa vyao kwa sekunde chache, huku mmoja wa uza chai akitikisa kichwa chake pia. Hivi kweli kabisa jamani? Yaani mtu anapotea mwenyewe kabisa.
afro lake linapatikana likiwa limetelekezwa. Mwenzake akavuta pumzi ndefu na kisha akazungumza, dunia ina mambo rafiki zangu. Lakini baada ya sekunde chache, msikilizaji, mazungumzo yakabadilika, na hapo ndipo kicheko kilipoanza kurejea. Biashara pia ikaendelea. Hakuna aliyefikiria kwamba habari hiyo, msikilizaji, ilihusiana kabisa kwa namna yote na safari ambayo ilikuwa inaanza kesho yake. Wala hakuna aliyedhani kwamba basi hilo lililosimama mbele yao, lililokuwa liking'aa kwa usafi na uzuri wake, lingekuwa sehemu ya simulizi ambayo ingetikisa nchi nzima. Usiku ulipozidi kuingia, wabeba mizigo waliendelea kupanga mabegi ndani ya buti la basi. Ilikuwa ni kwa ustadi mkubwa kweli. Kulikuwa na maboksi ya nguo, magunia ya kahawa, mifuko ya ndizi, viroba vya zawadi, mabegi ya wanafunzi, na vyote vilipangwa kwa mpangilio mzuri kweli, huko kila mzigo ukiwekewa alama kabisa. Dereva alipita pembeni ya basi, akarigusa kwa mkono wake na kutabasamu. Kisha akazungumza kwa sauti ambayo ilikuwa ni ya kujiamini kweli. Kesho saa 11 kamili tunaondoka. Safari hii itakuwa raini mpaka Dar es Salaam. Hakuna aliyekuwa akimjibu msikilizaji, lakini kwa mbali kidogo alionekana mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama gizani. Uso wake ulikuwa umefunikwa na kofia nyeusi. Alikuwa analitazama basi hilo bila kupepesa macho kabisa, na alikuwa akishuhudia kabisa kwamba taa za basi hilo zilikuwa zikizimwa ili kuweza kulipumzisha kwa ajili ya safari inayoanza kesho asubuhi saa 11. Alionekana kutabasamu polepole, msikilizaji, tabasamu ambalo hakuna mtu hata mmoja aliweza kulishuhudia. Naam, msikilizaji, karibu sana katika simulizi yetu fupi na mpya ambayo tunakwenda kuianza siku ya leo. Simulizi yetu inaitwa Barabara ya Kifo, na simulizi hii imetungwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Kabla tujaanza kuendelea na simulizi hii, msikilizaji, ni kuombe tu unaweza kusubscribe hapa Empire Simulizi ili uweze kuwa kwanza kila siku, ili kuweza kupata simulizi zetu mpya kabisa ambazo zinatoka hapa Empire Simulizi. Lakini mara baada ya kumaliza simulizi ya train ya Kigoma, tumeanza na simulizi yetu hii nyingine kabisa, inaitwa Barabara ya Kifo. Safari yetu inakwenda kuanza kesho saa 11 alfajiri. Mimi hapa tayari tiketi yangu ninayo ili kuweza kuelekea Dar es Salaam kutokea hapa Karagwe huku kwa Wahaya. Nini ambacho kitaendelea katika simulizi hii? Cha kufanya tu, msikilizaji, kata tiketi yako mapema kabisa ili uweze kuwa miongoni mwa abiria ambao watasafiri pamoja na mimi kuelekea Dar es Salaam kesho asubuhi. Kumbuka hapa tunakwenda kupumzika vizuri kabisa ili kuweza kujiandaa na safari nzuri kabisa kuelekea Dar es Salaam. Japokuwa tumekushaanza kuona mazingizo, lakini hatutaweza kuwa na wasiwasi kwa sababu safari yetu dereva amekusha kusema kwamba itakuwa ni safari nzuri na ya kuvutia kweli. Karibu sana katika simulizi yetu nzuri kabisa ambayo tunakwenda kuianza siku hii ya leo. Simulizi fupi kabisa ya kusisimua. Mimi naitwa Alex. Alfajiri ya siku ilikuwa inafuata, msikilizaji, iliwadia taratibu. Saa ilikuwa inaonekana kwamba ilikuwa inazungumza kwamba ilikuwa ni saa 10:15 alfajiri. Wilaya ya Karagwe ilikuwa imefunikwa na ukungu mwepesi ulikuwa ukiteremka kutoka vilimani. Hewa ilikuwa baridi kiasi kwamba kila aliyekuwa anazungumza alionekana kutoa mvuke mweupe mdomoni mwake. Harufu ya kahawa iliyochemshwa na tangawizi ilitanda karibu katika stendi yote, ikichanganyika na harufu ya chapati zilizokuwa zikiokwa kwenye vibanda vya chakula. Kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kuendelea, msikilizaji, ndivyo stendi kuu ya Karagwe ilivyoanza kuchangamka. Maduka yakaanza kufunguliwa, bajaji pia zikaanza kuingia moja baada ya nyingine. Pikipiki zilikuwa zikishusha abiria waliokuwa na mabegi makubwa, huku wapiga debe wakipata sauti zao. Da. Basi linaondoka muda si mrefu. Basi linaondoka sasa hivi. Basi linaondoka hapa. Aliyekata tiketi aje mapema. Hakuna kuchelewa leo, lazima tuwahi da. Mbele kabisa maegesho ilisimama basi yetu mpya kabisa ni ya Zontown. Ilikuwa ni basi mpya kabisa kutokea kampuni ya Kagera Royal Coach. Basi hiyo ilionekana kabisa kwamba ilikuwa imeng'aka na kwamba imetoka kiwandani muda huo. Vioo vyake vilikuwa safi kabisa kiasi cha kuakisi mandhari yote kabisa ya stendi, huko jina la kampuni liking'aa kwa herufi kubwa kabisa mbele ya basi. Dereva mkuu alikuwa anaitwa Benedicto Mwesiga, mwanaume wa miaka 45. Alikuwa tayari amevaa sare yake safi kabisa ya blue, ilikuwa imepigwa pasi kweli na imenyooka kweli.
Alikuwa ni mtu aliyekuwa anapendwa sana na madereva wenzake kwa sababu ya utani wake. Alipomwona kondakta wake, kijana ambaye alikuwa anaitwa Kasimu, akija huko akabebelea kikombe cha chai, akazungumza kwa sauti kubwa. "We, leo usile mandazi mengi ise. Usije ukara njiani bure." Kasimu akacheka. "Wewe usiogope bwana, yaani mimi nikilala hapa utanifufua kwa oni." Madereva walikuwa karibu wakacheka kwa nguvu msikilizaji. Mmoja wao akazungumza pia. "Huyu kondakta akilala hata ukipiga oni vipi, yaani hawezi kuamka kabisa." Kicheko hapo ndipo kilipozidi msikilizaji. Wakati huo abiria walikuwa wanaanza kuingia mmoja baada ya mwingine. Mwanamke mmoja alikuwa amebeba mtoto mgongoni, alipanda huko akimwambia mtoto wake, "Leo tunaenda kumwona bibi yako da. Usije ukaniletea fujo njiani kabisa. Tukubaliane mapema." Mtoto akajibu kwa sauti kubwa, "Mama, mimi nataka kukaa dirishani." Watu waliokuwa karibu msikilizaji wakaanza kucheka. Mzee mmoja alikuwa amevaa koti kubwa la kijivu, alipanda polepole kwa akiwa ameshikilia fimbo yake. Alipofika mlangoni akamuuliza kondakta, "Mwanangu, siti yangu iko karibu na choo?" Kondakta akashangaa msikilizaji. "Babu, hii siti lane bana." Mzee akajikuna kichwa. "Basi naomba nisaidie kuniweka karibu na mlango." Abiria wote pia wakaanza kucheka. Mara ghafla kijana mmoja alikuwa akibebelea kuku wawili kwenye kikapu alifika huku akiema, "Kondakta, hivyo kuku wana tiketi pia?" Kondakta akamtazama kwa sekunde kadhaa kisha akazungumza, "Yaani kama wakili kutokopia kelele njiani kabisa. Hawatalipa nauli hata kidogo." Stendi nzima ikalipuka kwa vicheko. Mara mfanyakazi wa kupakia mizigo ambaye alikuwa anaitwa Joti akatokea akiwa kabebelea boksi kubwa kichwani. Akamwambia mwenye boksi, "Kaka, hivi ndani umeweka mawe au?" Yule mwanaume akajibu, "Hapana." "Sasa hapo umeweka kitu gani kaka?" "Mke wangu amesema nisifungue." Joti akatikisa kichwa, "Basi hata mimi silibebi hili." Wote wakacheka tena. Upande wa chini wa basi kulikuwa na shughuli nyingi kabisa. Mlango wa sehemu ya mizigo ulikuwa wazi kabisa. Mabegi makubwa yalikuwa yanapangwa kwa ustadi mkubwa kweli. Gunia la kawa likawekwa upande mmoja. Sanduku la televisheni pia likawekwa juu yake. Magunia ya viazi pia, maboksi ya sabuni, mikoba ya wanafunzi, vifurushi vya zawadi, vyote vilipangwa kwa mpangilio mzuri kabisa. Kiasi kwamba mpaka dereva alisimama pia akawapongeza. "Leo umetengeneza buti kama fundi seremala ise." Joti akajibu kwa kucheka, "Yaani hata ukigeuza basi haya mabegi hayawezi kutoka hapa." Dakika chache baadaye msikilizaji, mama mmoja mwenye mwili mkubwa alifika huko akiwa kabebelea mabegi manne. Kasimu akamshangaa, "Mama, unasafiri au unahama mkoa?" Mama akajibu kwa haraka, "Mwanangu, yaani haya ni madogo mwanangu." "Madogo?" "Ndiyo, makubwa nimeyatuma kwa lori jana." Stendi nzima ikalipuka kwa vicheko msikilizaji. Sasa ilikuwa ni saa 10:55 alfajiri. Kondakta akapuliza firimbi. "Wote waliokata tiketi waingie ndani haraka. Wote waliokata tiketi ingia ndani ya gari." Abiria wakaanza kutafuta namba zao za siti msikilizaji. Mmoja akakaa siti ya mwingine pia kadai siti yake imechukuliwa. Mwanamke mmoja akamwambia mume wake, "Wewe mwanaume wewe, nilikwambia ukate siti za pamoja. Sasa hapo umefanya kitu gani hapa?" Mume akajibu, "Nilijaribu lakini mfumo ulikataa." "Ulikataa au ulisahau?" Abiria wale walikuwa karibu msikilizaji wakaanza kucheka. Huku mume akainamisha kichwa chake kwa aibu kabisa. Hatimaye kila mtu akaketi kabisa. Kondakta akafunga mlango. Dereva akawasha injini. Injini ya Zongtong ikatoa mlio mzito kabisa, lakini ulikuwa ni mlio laini kweli kutokana na upya wa basi hilo. Abiria akapiga makofi. Kondakta akasimama mbele. "Asubuhi njema abiria wetu. Karibuni sana Kagera Royal Coach. Tunaomba mfunge mikanda yenu kwa usalama zaidi na tushirikiane kabisa kuweza kufanya safari hii iweze kuwa salama mpaka Dar es Salaam." Abiria wote wakaitikia, "Amina." Basi likaanza kuondoka taratibu msikilizaji. Watu waliokuwa stendi wakaanza kupunga mikono yao. Watoto pia wakaanza kulikimbiza kwa furaha kabisa. Wazazi wakabaki wakiangalia mpaka lilipokuwa likitoweka barabarani. Hakuna aliyekuwa akijua kabisa kwamba baadhi ya watu walikuwa wanapunga mikono yao kwa furaha, walikuwa wanaona wapendo wao kwa mara ya mwisho kabisa. Safari kazidi kuendelea kwa utulivu kabisa. Milima ya mkoa wa Kagera ikaanza kubaki nyuma. Mashamba ya migomba yakapita. Ng'ombe walionekana kabisa kwamba wakichongwa kando kando ya barabara. Ndani ya basi kulikuwa na vicheko kabisa.
Kijana mmoja akaanza kupiga stori za mpira. Mzee aliyekuwa amekaa nyuma yake akazungumza, yaani mimi nikipewa timu hii, msimu huu ligi nashinda kabisa. Yaani msimu huu nashinda kabisa. Watu wote wakaamua kucheka kwa furaha kweli kweli. Mama aliyekuwa na mtoto akafungua chakula, harufu ya wali na kuku ikaenea ndani ya basi. Kondakta akazungumza kwa utani, yaani sheria ya kampuni yetu, ukifungua chakula ndani ya basi tu, lazima pia mpaka wafanyakazi pia wape chakula kidogo. Mama akamjibu kondakta, sasa mimi nikikupa wewe na abiria wote si watataka jamani chakula changu jamani Kondakta akatikisa kichwa. Yaani hapa ni kwa ajili ya wafanyakazi tu, abiria watajua wenyewe. Watu wakacheka kweli kweli kabisa msikilizaji. Hakuna mtu aliyekuwa na wasiwasi hata kidogo. Hakuna mtu aliyekuwa na hofu kabisa. Na hakuna hata mmoja aliyekuwa anafahamu kwamba mamia ya kilomita mbele yao kulikuwa na usiku ambao ungeweza kuigeuza safari yao kwa simulizi ambayo ingeweza kuendelea kusimuliwa kwa miaka mingi. Jua lilianza kupanda juu taratibu, huku basi la Kagera Royal Coach likiendelea kuikata barabara kwa mwendo wa utulivu kabisa. Saa zilikuwa zinaelekea 1:30 hivi asubuhi msikilizaji, na upepo ulikuwa ukiingia kupitia viyoyozi vya basi, ulikuwa kuyafanya abiria wengi wajisikie vizuri kana kwamba wengi walikuwa sebuleni mwao. Dereva Benedicto alikuwa ameshikilia vizuri barabara kwa ustadi mkubwa kabisa. Mikono yake ilikuwa imesimama imara kwenye usukani, huku macho yake yakitazama mbele kwa umakini kabisa. Mara kwa mara alikuwa akibadilishana utani na kondakta Kasim, abe dereva, yaani ukiona tu nimelala hapa niamshe, sawa? Kasim akacheka. Yaani wewe ukiamua kulala hapo, yaani mimi nashuka kabisa. Yaani sipo tayari kuona na kufa hivi, na hata sina watoto. Nashuka kabisa. Hata kama ikiwa polini nashuka. Abiria wote waliokuwa mstari wa mbele kabisa msikilizaji wakaamua kucheka kweli kweli. Mzee mmoja aliyekuwa amekaa siti ya namba 12 akazungumza, "Aise, acheni kututia hofu jamani bana. Na huu ndio mwanzo wa safari bana, acha kututia hofu." Kasimu akamjibu kwa kitabasamu, "Babu, huyu dereva hajawahi kuwa njiani hata mara moja bani, utani wake tu." Basi likajaa tena vicheko kweli kweli msikilizaji. Safari ilikuwa ikiendelea kupitia vijiji mbalimbali, na kila ambako alikuwa anapita, watoto wadogo walikuwa wakisimama kando ya barabara, huku wengine wakikimbia kwa furaha kweli kweli. Mama mmoja alikuwa amekaa siti ya dirishani, akamwonyesha mwanae, "We, angalia kule. Wanafunzi waenda shule." Mtoto akashika dirisha kwa furaha kweli kweli. "Mama, na mimi nitapita hapa tena." Mama akamkumbatia mwanae. "Ukisoma vizuri tu utapita popote." Ndani ya basi msikilizaji, kulikuwa na maisha. Kuna watu walikuwa wanazungumza pia. Kuna waliokuwa wakisikiliza muziki kwa earphones. Kuna watu waliokuwa wameanza kulala pia, na wengine waliokuwa wakipiga picha kupitia madirishani. Mbele kidogo alikaa kijana mmoja aitwaye Kevin. Kevin alikuwa ni mwanafunzi kutokea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikuwa akirejea Dar es Salaam mara baada ya likizo. Pembeni yake alikaa msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Neema. Alikuwa akielekea Dar es Salaam kwa mara ya kwanza kabisa kufanya usahili wa kazi. Na wote hawa msikilizaji walikuwa wafahamiani kabisa. Lakini mara baada ya saa kadhaa za safari wakaanza kuzungumza. "Dada, unaelekea Dar kufanya kitu gani kwani?" "Mimi Dar na usahili." Okay, usiogope utapata kazi." Neema katabasamu. "Wewe je?" "Mimi hapa narejea chuoni." Mazungumzo yao ndivyo yalivyoanza hivyo taratibu msikilizaji. Na saa ilionekana kwamba ikizungumza kwamba sasa ilikuwa ni saa 5 kasoro za asubuhi. Basi likasimama kwenye mgawa mmoja kwa ajili ya chakula cha mchana. Basi la Kagera Royal Coach ilisimama pamoja na mabasi mengine yaliyokuwa yanasafiri kuelekea mikoa mbalimbali. Harufu ya nyama choma, wali, maharage pia pamoja na supu ilijaa kila kona. Kasimu akasimama mlangoni akazungumza, "Jamani, dakika 30 tu hapo kupata chakula. Dakika 30 tu, mara baada hapo gari linaondoka, msichelewe." Abiria wakashuka. Mzee yule wa siti namba 12 akazungumza, "Mimi nitarejea hapa mara baada ya dakika 5 tu." Lakini ukweli ni kwamba msikilizaji, yule mzee alikaa mpaka dakika 20 huko akiwa anaendelea kunywa supu tu. Kasimu akamfuata, "Babu, basi linaondoka huko." Mzee akainua kijiko chake, "Ngoja nimalizie hii kwanza hapa." Kasimu akacheka, "Hii supu inaonekana imekushika kweli kweli mzee, si ndio?" Walikuwa karibu wakaanza kucheka pia. Dakika chache baadaye safari ikaendelea. Jioni ilianza kuingia pia. Anga liligeuka kuwa na rangi ya dhahabu. Jua likaanza kujificha polepole. Abiria wengi wakaanza kunyamaza. Wengine pia wakaanza kulala muda huo.
Wengine pia walitazama nje kupitia vioo. Kevin akamuuliza Neema, "Neema, vipi, unaogopa kusafiri usiku?" Neema katikisa kichwa chake na kuzungumza, "Hapana." Kisha Neema katabasamu na kisha kazungumza tena, "Ila tu mimi sipendelei kupita maeneo yenye misitu." Kevin akacheka na kisha kumuuliza Neema, "Kwa nini?" "Hayo maeneo yenye misitu usiku, anakuaga kimya sana mpaka inatisha." "Hasa mbona hiyo ndio nzuri kabisa." Neema hakujibu kabisa. Aliendelea kutazama nje kana kwamba kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa linamfanya ashindwe kabisa kuweza kutulia. Sasa ilikuwa ni majira saa 7:45 usiku. Hatimaye basi likapita Dodoma. Abiria waliokuwa wameamka wakaanza kushangilia kweli kweli. Tumeshafika katikati ya safari. Dereva kapiga honi mara 2 na safari ikaendelea. Lakini kilomita chache baadaye, mara baada ya kuacha Dodoma, hali ya hewa ilianza kubadilika. Ghafla upepo mkali ukaanza kuvuma. Ukungu mzito ukaanza kushuka kutoka maeneo ya vilima. Benedikto alikunja uso wake pia na kisha akazungumza, "Huo ukungu umetoka wapi sasa?" Kasim naye akatazama mbele. "Hata mimi sijui ise." Ndani ya dakika chache, msikilizaji, muonekano wa mbele ukapungua sana. Taa za basi zilikuwa zinaangaza, lakini mwanga ule unaonekana kabisa kumezwa na ukungu. Ndani ya basi abiria wote walikuwa wamelala waliendelea kulala. Hakuna aliyekuwa kabisa amegundua chochote isipokuwa Neema, ambaye alifungua macho ghafla. Hakujua kabisa ilikuwa ni kwa nini, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa kasi kweli kweli. Ilikuwa ni kwa nguvu sio kwa kawaida kabisa. Akatazama kupitia dirishani. Hakukuwa na kitu kabisa. Kulikuwa na ukungu mzito kweli kweli. Na kisha kwa mbali sana aliona mwanga hafifu mweupe ukisimama katikati ya barabara. Akafumba macho yake. Alipofumbua tena, mwanga ulikuwa umetoweka kabisa. Akajisemea polepole, "Aise, labda nitakuwa nimechoka bana." Lakini mbele dereva Benedikto alikuwa ameanza kuhisi jambo fulani ambalo halikuwa jambo la kawaida kabisa. Mikono yake ilikaza usukani. Akamtazama Kasim na kisha kwa sauti ya chini akazungumza, "Kasim, Kasim, abe, angalia kule, ona ile taa mbele kule." Kasim akatazama huku uso wake ukaanza kubadilika, kwa sababu mbele kabisa katikati ya barabara kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimesimama kwa mbele yao kabisa, ambacho kilikuwa kitikisiki hata kidogo kweli msikilizaji. Na kadiri basi lilivyokuwa linazidi kusogea, ndivyo umbo lake pia lilivyoanza kuonekana wazi kabisa. Ukungu, msikilizaji, uliendelea kuimeza barabara. Saa ilikuwa inaonekana kwamba sasa ilikuwa ni saa 8:03 za usiku. Mara baada ya kuondoka Dodoma, basi la Kagera Royal Coach iliendelea kukata barabara ya rami kwa ustadi mkubwa kweli kweli. Ilikuwa ni kwa mwendo wa wastani kabisa wa kilomita 90 kwa saa. Usiku ulikuwa umetanda kila upande. Mbingu hazikuwa na mwezi wala nyota. Mawingu meusi yalikuwa yametanda juu kiasi kwamba hata mwanga wa mbali havijia kuonekana kabisa. Ndani ya basi kulikuwa na utulivu pia. Abiria wengi walikuwa wamelala pia. Wengine pia walikuwa wameinamisha vichwa vyao kwenye vioo vya madirisha. Watoto ambao walikuwa wakilia mchana walikuwa wamesinzia mikononi mwa wazazi wao. Kevin alikuwa bado hajalala kabisa. Alikuwa amevaa earphone na kusikiliza muziki huku akitazama nje. Lakini aligundua kwamba kulikuwa kuna jambo la ajabu kabisa. Kwa zaidi ya dakika 20 basi lilikuwa linaendelea mbele, lakini mazingira hayakuwa yakibadilika kabisa. Mti ulikuwa ni ule ule aliokuwa ameona dakika zilizokuwa zimepita, kule ambako alikuwa ametokea siku ya jana. Jua lilikuwa ni lile kubwa lililokuwa pembeni ya barabara. Yaani mazingira yalikuwa ni yale yale kabisa. Akafikiri kwamba labda miti hiyo, msikilizaji, kwamba ilikuwa inafanana. Kevin hakuzungumza chochote kabisa. Dakika 5 baadaye, msikilizaji, Kevin alikuwa akishuhudia mbele yake lile jua lilikuwa ameona muda mfupi uliopita. Safari mapigo moyo wake yakaanza kuongezeka kabisa. Akamgusa Neema aliyekuwa amelala tayari. "Neema, Neema." Neema akafumbua macho yake taratibu. "Kuna nini?" "Angalia kule kwenye ule mti mbele." Neema akatazama dirishani. "Kuna miti mingi." "Hapana, angalia ule mti mkubwa." Neema akamtazama kwa sekunde kadhaa, kisha kazungumza kwa sauti ya chini kabisa, "Huu mti si ndio tumeupita muda si mrefu?" Kevin hakujibu kabisa. Mara hiyo hiyo dereva Benedikto pia akapunguza mwendo. Kasim akamwangalia. "We, kuna shida?" "Nice, tumepotea. Tumepotea kabisa. Hii sio njia kuna Dar es Salaam." Kasim akacheka, msikilizaji. Barabara ni moja tu, lakini Benedikto alikuwa tabasamu kabisa. Benedikto alikuwa akitazama GPS. Lamani ilikuwa imeganda kabisa. Mshale ambao ulikuwa unaongoza basi
haukuwa unasogea kabisa msikilizaji, kana kwamba ulikuwa umesimama sehemu moja kabisa. Benedicto alikamata GPS ile akaanza kuigonga mara mbili, lakini mambo yalikuwa ni vile vile tu. Muda huo huo redio ya basi kaanza kutoa kelele, yaani zilikuwa zile kelele za krrrr. Kisha ikanyamaza ghafla kabisa. Viyoyozi vikazima kabisa kwa sekundi kadhaa, lakini pia taa za ndani zikaanza kufifia. Abiria wote wakaanza kuamka na kila mmoja alikuwa anauliza swali moja tu, yaani kuna nini? Msikilizaji, kila mtu alikuwa anauliza kwamba kwa nini taa zilikuwa zinasimama vile. Mara taa zikaanza kurejea huko zikiwa pia zinasimama namna ile ile, lakini ukungu wa nje ulikuwa umeongezeka maradufu kabisa. Mwanga wa taa za basi haukuvuka kabisa hata mita 10 mbele. Kasim akafungua dirisha kidogo, baridi kali ikaanza kuingia ndani. Lakini pamoja na baridi hiyo kabisa msikilizaji, bado kulikuwa na harufu isiyokuwa kawaida kabisa. Ilikuwa ni harufu ya udongo wenye unyevunyevu, ulikuwa umechanganyikana na moshi wa kuni kabisa. Harufu ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kabisa kuweza kuielezea kwamba ilikuwa imetokea wapi. Ghafla basi likapita karibu na kibao cha barabarani kilichokuwa kimeandikwa kwa herufi kubwa kabisa. Kibao hicho kilikuwa kinasomeka Dodoma kilomita 12. Kevin alikunja uso wake msikilizaji. Kilomita 12? Sasa mbona sisi tumeshatoka Dodoma kabisa muda mrefu kabisa? Yaani tumeshamaliza kama lisari moja kabisa tukotokea Dodoma. Dakika 10 baadaye msikilizaji, kibao kingine kikatokea mbele yao. Safari hii kilikuwa kimeandikwa vile vile tu, yaani Dodoma kilomita 12. Dereva Benedicto kavuta pumzi ndefu. Hapana kabisa. Kasimu akamwangalia dereva wake. Kwa nini? Tumepita hapa muda uliopita. Yaani hapa. Kivipi sasa? Iki kibao kinaufa upande wa kulia. Kasimu akakitazama vizuri kweli kile kibao. Kweli kilikuwa kinaufa vile vile na kilikuwa ni kile kweli. Abiria waliokuwa mbele wakaanza kusikiliza mazungumzo hayo kwa hofu. Nilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa hofu ikaanza kuingia ndani ya basi hilo msikilizaji. Kulikuwa na hofu kubwa kweli, lakini wala hakuna aliyekuwa amepaza sauti. Hakuna aliyekuwa amepiga kelele hata kidogo. Kila mmoja alijaribu kuweza kujituliza kabisa. Ndipo mzee aliyekuwa siti ya 12 akazungumza kwa sauti ya chini kabisa. Dereva, habe mzee, usisimamishe basi. Kwa nini tena mzee? Hii ndoto nimeota jana. Ni ambacho kila kitu ambacho kinatokea hapa nimekiota siku ya jana. Msikilizaji, basi zima likanyamaza kweli. Hakuna mtu hata mmoja kabisa alionekana akicheka, wala hakuna ambaye alikuwa amempuuza mzee huyu. Kwa mara ya kwanza kabisa toka safari ianze kutokea wilaya ya Karagwe mkoani Kagera, utani wote ulitoweka ndani ya basi. Na mbele kabisa msikilizaji, katika ukungu mzito kulionekana mwanga mmoja mweupe uliokuwa uking'aa kimya katikati ya barabara kabisa. Dereva alikanyaga breki polepole, lakini kabla basi halijasimama kabisa, mwanga ule ukatoweka kabisa, kana kwamba haukuwahi kuwepo hata mara moja. Msikilizaji, kila mtu alikuwa kwenye hofu nzito kweli kabisa. Yaani walikuwa wanashuhudia mambo ya ajabu tu ya kutisha. Mambo hayaeleweki kabisa tulikuwa tunashuhudia mbele yao. Benedicto hakusimamisha gari kabisa hata kidogo. Alikanyaga mafuta kabisa. Injini ya Zontongo ikaunguruma kwa nguvu zaidi. Hatutasimama. Alizungumza vile kwa sauti ya juu kabisa Benedicto. Abiria wote wakawa kimya kweli. Wala hakuna aliyekuwa anaonekana kuongea tena. Na muda huu msikilizaji, ndani ya basi kulisikia tu sauti ya engine na upepo peke yake tu. Hakuna aliyeonekana kabisa kuweza kuzungumza na mtu mwingine. Dakika chache baadaye ukungu ukaanza kupungua polepole. Nyota zikaanza kuonekana angani. GPS ikarejea kufanya kazi pia. Simu zikaanza kupata mtandao, kana kwamba kuna jambo lililokuwa limetokea kabisa. Lakini Kasim alipoinuka kuweza kuhesabu abiria kama alivyokuwa akifanya hivyo mara kadhaa alipokuwa akisimama, alisimama ghafla Kasim
Kasim alionekana kabisa kwamba alikuwa anashtuka kweli kweli. Alipata mshtuko mkubwa kabisa Kasim. Dereva. Nini? Abiria wajakaa sawa. Abiria wajakaa sawa? Una maana gani Kasim? Namba zilingani. Abiria wakaanza kuhesabiana msikilizaji. Viti kadhaa vilikuwa tupu kabisa, lakini mizigo ya watu walikuwa wamekaa kwenye viti hivyo ilikuwa bado ipo. Kulikuwa na mikoba yao, simu zao, blanketi zao, maji yao, yani vyote vilikuwa pale pale kabisa. Lakini mwenyewe muhusika wa vitu hivyo hakuwepo kabisa. Msikilizaji, hakuna aliyejua kabisa walitokaje ndani ya basi, na basi lilikuwa likiendelea kutembea. Basi lilikuwa katika mwendo kasi kweli kweli. Wala hakuna aliyesikia kabisa kama mlango ulikuwa unafunguliwa. Hakuna aliyesikia mtu akipiga kelele. Msikilizaji, Benedicto akaongeza mwendo wa basi kabisa. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu mbele kabisa. Taa za gari jingine zikaonekana kwa mbali kabisa. Hatimaye alifika kwenye kituo cha polisi. Lakini waliposhuka, kila mmoja alikuwa akisimulia jambo tofauti kabisa. Mmoja alizungumza kwamba aliona ukungu tu. Mwingine alizungumza kwamba alisikia mtu akimuita kwa jina. Mwingine alisema kwamba lala safari yote. Hakuna simulizi ambayo ilikuwa inafanana na simulizi ya mtu mwingine kabisa. Mara baada ya uchunguzi uliofuata kabisa, msikilizaji, kulikuwa na jambo moja lilikuwa likiwashangaza wachunguzi. Miongoni mwa wote waliokuwa ndani ya basi, watu wawili pekee ndio waliweza kukumbuka kila hatua ya safari waliokuwemo. Yaani watu hao alikuwa ni Kevin na Neema. Wengine wanaonekana kana kwamba kumbukumbu zao zilikuwa zimefutwa kabisa. Na hapo ndipo siri ya barabara ya kifo ilipoanza kuwafuata manusura hao wawili. Kwa sababu waliporejea nyumbani siku kadhaa baadaye, kila usiku walikuwa wanaota ndoto ile ile. Barabara ndefu, ukungu mzito, na mwanga mweupe ulikuwa umesimama katikati ya njia, kana kwamba walikuwa wakiwasubiria warejee tena. Msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya barabara ya kifo. Nini ambacho kitaendelea katika sehemu ya pili? Mimi na wewe hatufahamu kabisa. Cha kufanya, karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya barabara ya kifo iliyotungwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi Mike kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Alex, lakini kubwa zaidi pia msikilizaji, tafadhali subscribe hapa katika channel ya Empire Simulizi ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata simulizi mpya kila siku zinapoweza kutoka hapa Empire Simulizi. Karibu sana katika sehemu ya pili katika simulizi yetu nzuri kabisa hii ya barabara ya kifo. Alamsik.